Anze katika kile ambacho tulikizungumza wiki iliyopita alafu ndo tuendelee mwalimu. Kipi ambacho tulikuwa tukizungumza wiki iliyopita alafu tuzidi kusonga mbele mwalimu? Kama muhtasari. Kwanza kama muhtasari nadhani tutakiwa kujua, kwa sababu hiki kitabu cha Afrika Moja Bara la Nuru kinatukumbusha sisi ni nani, na lazima ukumbuke wewe ni nani. Hiyo ni muhimu sana mwalimu. Yes, lazima inatukumbusha. Yes, atukumbusha sisi ni nani. Lazima ukumbuke wewe ni nani. Na ndio maana unaona kwenye hiki kitabu pale mwanzo kabisa kinachoanza ni dibaji. Na ile dibaji pale ukisoma inasema Afrika Moja kama dira, wajibu na wito wa bara. Pale kuna dibaji pale. Dibaji pale. Sawa. Unaona anasema Afrika Moja kama dira, wajibu na wito wa bara. Kitabu hiki Afrika Moja Bara la Nuru kimeandikwa katika wakati wa maamuzi makubwa katika safari ya kihistoria ya Afrika. Kinajitokeza si kama mwitikio wa mgogoro pekee, bali kama jibu la makusudi la kiakili, kidiplomasia na kimaadili kwa swali linaloendelea la umoja wa Afrika, utambulisho wake na wajibu wake kwa dunia. Ndio maana umeona pale kwenye dibaji namna inavyoongea. Hiki kinatukumbusha, yani kinaikumbusha Afrika, wewe Afrika ni nani? Afrika wewe sio ombaomba. Kweli. No, Afrika wewe sio mtu wa kuamuliwa maamuzi nje ya Afrika alafu wewe unaletewa tayari maamuzi yameshafanyika. Na pale unapotaka kupinga ama unaposema au unapotaka kuuliza unaanza kuwekewa vikwazo. Kwa hiyo Afrika lazima kumbuke wewe ni nani, kwa sababu kuna wakati katika historia ambapo watu lazima waache kusubiri mtu mwingine aamue mustakabali wao, badala yake wainuke kuufafanua wenyewe. Wakati huo ndio sasa huu. Umeona, huu ndio wakati wenyewe. Na kwa karne nyingi kama unakumbuka, Afrika imevumilia kushindwa, yani ushindi wa watu wengine dhidi ya Afrika. Imevumilia unyonyaji, imevumilia migawanyiko na kutoelewana. Umeona, lakini kupitia dhoruba au roho ya bara haijawahi kuzimwa. Umeona, hiyo roho inaishi katika ujasiri wa watu wake, inaishi katika hekima ya wazee wake. Nafikiri tukisema hekima ya wazee wake hatuongelei umri, tunaongelea experience. Mojawapo ya aliyeandika hiki kitabu ni mzee. Yani mzee kwa maana ya uzoefu. Umeona, yani ameona mengi, ndio maana imebidi aje sasa na hiki kitabu cha nini. Ndio maana nikasema dhoruba hii amini kupitia hiyo dhoruba sasa ambapo Afrika imevumilia kushindwa, imevumilia unyonyaji, migawanyiko na kutoelewana, lakini kupitia dhoruba hiyo sasa roho ya bara haijawahi kuzimwa, inaishi katika ujasiri wa watu wake, hekima ya wazee wake, ndoto za ujana wake. Unajua vijana wa Afrika ndio sisi tunatakiwa sasa tumtunze sana mama Afrika na tudai hasa kwa nguvu. Umeona, lakini utajiri wa utamaduni wake, nimekuwa nikikwambia hapa tuna makabila zaidi ya 1400 hapa Afrika. Yes, na kila kabila lina utamaduni wake. Huo ni utajiri. Lakini nguvu kubwa zaidi ambayo Afrika inayo haijazikwa chini ya udongo wake, inapatikana ndani ya watu wake. Umeona, lakini dhahabu inaweza kuchukuliwa, almasi inaweza kuchimbwa, na mafuta yanaweza kuisha, lakini watu walioungana na wenye nia hawawezi kushindwa. Umeona, watu waliofanya nini? Walioungana na wenye nia moja hawawezi kushindwa kabisa. Ndio maana ya Afrika Moja. Unaona, hiki kitabu siku zote ukiwa na umoja mwalimu, hamwezi kushindwa katika kitu chochote ambacho kinakuja mbele yenu. Kwa sababu muwa moja kabisa katika kila jambo kabisa. Lakini mkisha kuwa mmetengana, kila mtu ana cha kwake, hamwezi kufika kwa wakati unaotakiwa. Mnaweza mkafika, lakini kwa kuchelewa sana, kwa kuafu mmechoka. Lakini ikiwa mmeungana kama Afrika Moja ama kama watu wa moja, lazima mfike kwa wakati, na pengine huenda mkawahi kufika hata kabla ule wakati kufika. Ndio maana ukiangalia kauli ya Chinua Achebe aliwahi kuongea akasema, once we are divided. Nani mwalimu huyo?
we are weak. Huyo alikuwa ni mwana falsafa na wa Nigeria. Okay. Yes, na ni mwandishi wa vitabu. Yes, lakini hapa inabidi kwanza tuache kuonana kupitia lensi za kabila, dini au taifa. Kwa Afrika. Yes, kwa Afrika. Yes, kwa sawa. Yes, lakini sasa hivi hiyo dhana bado ipo mwalimu, katika jamii mbalimbali mwalimu. Yes. Katika misingi ya dini, katika misingi ya kabila, katika misingi ya ukanda fulani wa Afrika. Yes, utaifa. Sisi ni sisi. Yani mimi ukija nyumbani kwangu, alafu nikikuangalia wewe sura kama ya kwangu, lakini kwa sababu si jamii ya kwangu katika imani yangu, wewe sio mwenzangu. Lakini ukiangalia rangi ni moja kabisa. Ndio. Na hiyo ipo sana. Ndio maana umeona tusiende mbali sana. Jirani zetu hapa Kenya. Angalia ule ukabila. Maana bado wanaonana kwa zile lensi za kikabila. Umeona, angalia namna inavyosumbua. Haya, acha mbali Kenya. Twende hapa maziwa makuu. Kongo. Kongo, njoo hapa. Burundi. Sio sana, lakini hapa Burundi na Rwanda. Bado wanaonana kupitia lensi za ukabila. Jambo linalosababisha nini? Migogoro. Haya yote yameandikwa humu, tutayaongea. Maana mimi hapa naweka tu kama msingi alafu tuingie huko. Lakini tuanze kujiona kama wajenzi wa mustakabali wa pamoja. Kila mtoto aliyeelimika, kila jamii iliyoimarishwa, kila tendo la uaminifu, uvumbuzi na huruma linakuwa jiwe lingine katika msingi wa Afrika yenye nguvu zaidi. Manake Afrika moja. Dunia haiumbi hatma ya Afrika. Waafrika ndio watakaoweza kufanya hivyo. Yani usitegemee dunia itatuumbia sisi hatima yetu wa Afrika. Ni Waafrika wenyewe ndio wanaweza kufanya hivyo. Umeona? Kwa hiyo lazima uweze kusimama wima, ufanye kazi kwa nidhamu, uongoze kwa hekima, linda haki, umeona, tia moyo au matumaini, jenga maarifa, tengeneza fursa. Waafrika wanapojiamini na kufanya kazi pamoja, hakuna kikwazo kikubwa mno na hakuna ndoto ambayo haiwezi kufikiwa. Yani tunapokuwa watu wamoja, tufanye kazi kwa pamoja. Yani tuachane na mambo ya roho mbaya na kila kitu. Kwa sababu Afrika haikuumbwa kuinama milele au kupiga magoti milele mbele ya wakoloni. Afrika ikuumbwa hivyo. Iliumbwaje mwalimu? Iliumbwa kusimama, kuongoza na kuhamasisha vizazi ambavyo bado havijazaliwa. Na kwani sasa hivi bado imeinama Ndio. Kwani mna maamuzi Afrika? Hauniambie kama mnayo maamuzi. Mpaka marafiki unapangiwa uende wapi. Umeona? Mustakabali wa Afrika si kitu cha kusubiri, ni kitu cha kujenga pamoja. Umeona historia ya jamii ya watu weusi. Unadhani tutakuja kuinuka mwalimu? Ndio tunainuka sasa. Ndio maana kitabu hiki kiko hapa cha kutuinua. Nimesema kwa sababu Mwafrika ukimwambia ukweli anakupiga mawe mwalimu. Ndio shida hii. Ili hali unamwambia ukweli. Ndio. Kwani mwalimu ni vibaya kweli? Kwa mfano je, tuongee ukweli ambao ni uko wazi kabisa. Hivi mimi nikipotea njia ya kwenda nyumbani kwangu ilikotoka mimi, ukinikumbusha kuna shida gani? Ndio hapo sasa. Kwa njia yako ni ile pale. Yani hii hapo ukipita hii hapa, hii lazima ufike Kigoma. Sasa ni kwa sababu ya uongo ambao tumeaminishwa siku nyingi. Sawa. Na vizazi vimezaliwa vimekuta uongo. Ndio maana. Umeona? Sasa katika hili labda niongee kwa lugha ya Kimasai. Ambapo naweza kusema every concession agreement between Europe and Africa is win-lost situation. Kwa ni win to Europe, lost to Africa. Maana kimsingi natakiwa iwe win-win situation. Takupa mfano mmoja. Ona juzi hapa rais wetu alikuwa Urusi kule. Na nadhani unakumbuka ile walikuwa nahojiwa, akaulizwa swali kwa vipi umejiandaaje na vikwazo. Nafikiri unakumbuka ile swali. Yule mwandishi aliyeuliza hakuuliza kwa bahati mbaya. No, ni kwa sababu kuna watu hawataki wewe uchague rafiki gani ambaye wewe unataka uende naye. Ndio maana akaulizwa. Kwa sababu sio yeye peke yake. Sio yeye wa kwanza kufanywa hivyo baada ya kufika kule. Ndio. Na kila mtu anaonekana sasa yuko upande huo wa Urusi au China, huyu lazima awekewe vikwazo.
Umeona? Kwa nini umeenda huko? Kwa nini umeenda huko? Kwa nini umeenda kufanya nini? Umeenda kufanya nini? Tusikize sisi. Umeona? Lakini sasa rais wetu naye akasema sisi sasa hivi tunaangalia upepo unakoelekea. Na kweli upepo upo huko. Umeona? Na mimi nashukuru sana kwa sababu tunakumbuka miaka kama miwili alituma ujumbe kwenda Burkina Faso, kwenda Niger. Maana ukumbuke ujumbe wenyewe alienda ni Mzee Kikwete, na alisema rais wangu amenituma hasa wakati huu ambapo mataifa ya magharibi yanaweka vikwazo zaidi kwenye mataifa ya Afrika. Unaelewa kitu cha namna hiyo. Kwa hiyo hii ni kwa sababu ndio maana nikakwambia maamuzi yanafanyika kwingine. Na ndio maana wakikuona wewe umeenda kule wanaanza kukuuliza kwa nini wewe ulienda kwa yule. Jamani, mimi si ni mtu huru au mlilipa uhuru wa bendera? Umeona? Kwa turudi pale pale, Afrika ilipewa uhuru, lakini uhuru ule ulikuwa ni uhuru wa bendera. Yani kuwa wewe tunakupa uhuru lakini maamuzi yote ni wapi? Tunayafanyia huko. Sasa hiyo nitaka kuweka nini kidogo. Tulikuwa tupo kwenye sura ya kwanza. Leo nakufuata. Asante sana. Neno kwa neno mwalimu. Tulikuwa kwenye sura ya kwanza. Leo sikuachi mwalimu. Sawa. Naona kitabu chako na wewe hapo. Leo huniachi mwalimu. Yes, kitabu tunachokiangalia ni Afrika moja. Sawa. Bara la nuru. Tulikuwa kwenye ukurasa wa kwanza unaosema misingi ya kihistoria, kifalsafa na ya ustaarabu ya umoja. Yes, kwa tuliangalia umoja wa Afrika kama kumbukumbu ya ustaarabu. Nafikiri siku ile tuliongea vizuri kwa sababu Afrika ndio ustaarabu wote wa dunia tunaouona umetokea wapi? Umetokea Afrika. Umeona? Yaani Afrika tunaita ni bustani ya Mungu. Isipokuwa tu akili zetu zimekuwa corrupted. Kwa sababu akili zetu zimekuwa corrupted, tunawaza kuwa nadhani ukienda nchi za Ulaya au Marekani unakuwa yani kule ndio kuzuri zaidi, lakini sio kweli. Na Deogratias Festo, naomba nyinyi hapa ni wachambuzi wa masuala ya mipira. Kweli. Naona juzi hapa mechi ilichezwa kati ya Afrika Kusini na ilikuwa timu gani? Ilikuwa Mexico. Mechi ya ufunguzi. Yes, mechi ya ufunguzi. Lakini Waafrika wengi wakawa wanaishabikia Mexico na sio Afrika Kusini. Kwa sababu ya kile kinachoendelea Afrika Kusini. Xenophobia inayoendelea kule. Lakini uwe na uhakika. Tatizo watu wanaangaliaga kwa upande mmoja wa shilingi. Geuza upande wa pili wa shilingi. Ukigeuza upande wa pili wa shilingi, bado wakoloni walijua kuwa tumewashtukia. Kwa wanachokifanya ni kutugombanisha Waafrika. Nataka hilo liingie kichwani. Maana wengi sana na mataifa mengi tumekuwa tukiwalaumu Afrika Kusini kuwa wale kwa nini wanawafanyia vibaya Waafrika wenzao. Lakini pasina kuelewa, pasina kujua kuwa wakoloni walichokifanya ni nyinyi kwa nyinyi mgombani. Maana wana kauli moja wanasema ukitaka kumuua Mwafrika, mtumie Mwafrika mwenzake atamuua, alafu utakuwa umejiondoa. Hii yote ni nini? Kwa sababu ile Afrika Kusini inatakiwa ichukuliwe. Na kwa sababu inatakiwa ichukuliwe, kwa kwanza tuwachonganishe kwanza wawe isolated. Hawa wa Afrika Kusini wawe hawana tena hawana mshirika. Alafu ndio tufanye nini? Tuingie pale. Kwa walichokifanya pale, walifanya nini? Waliamua, maana si wageni wengi wanaingia Afrika Kusini. Na mgeni wewe kumbuka umetoka Tanzania au wewe si umetoka Kenya, si umetoka wapi? Ukienda Afrika Kusini utafanya kazi yoyote kwa mshahara wowote. Sura nielewa. Na kazi zile zinazokumbuke walioshikilia uchumi wa pale ni wale makaburu. Kwa hiyo wewe utakachokifanya pale, utaenda kuomba kazi, utalipwa mshahara mdogo, ambapo kazi hiyo ilitakiwa ifanywe na mtu wa Afrika Kusini alipwe kwa kiwango cha juu. Lakini wewe kwa sababu ni mgeni umetoka huko, kwa hiyo inabidi wewe ufanye nini? Ulipwe kiwango kidogo. Yule anabaki hana kazi. Kwa ndo maana wale wakamaindi sasa kuwa nyinyi tunataka hawa hapa tukae nao vizuri ili watulipe stahiki zinazostahili. Lakini nyinyi mmekuja, hiyo ndivyo ilivyo. Unaona, nakumbuke hata katika wakati ule utumwa, hiyo biashara ya utumwa inamalizika, hasa katika taifa la Marekani. Wale watu weusi walipewa nini? Walipewa uhuru. Na walipopewa uhuru, lakini wale jamaa walikuwa ni wajanja.
na ujanja wao wakaamua wawabane. Lakini watawabana vipi sasa? Kwa hiyo ikabidi sasa yani wawabane katika swala la uchumi, umeona. Alafu maeneo wanayokaa ni ya kwao tu, wale watu weusi wa kule. Alafu ndivyo hivyo sasa. Haya, vita vikaanza. Vita vimeanza maeneo ya Afrika huku ikaanzishwa miradi ya wakimbizi. Miradi ya wakimbizi, wanakuja wanasaini form pale wakiwa kambini, wanaambiwa sasa wewe inabidi uelekee wapi? Huko Marekani. Kwa mkimbizi anatoka hapa anaelekea Marekani. Kumbuka kwao wamekimbia vita, na vita hivi vimesababishwa kwa sababu havikutokea, yani vitu vingine tunamlaumu kwa sababu vita itokeagi. Ndio, na vitu vingine tunamlaumu tu shetani. Lakini nafikiri unaelewa. Shetani umeleta hivi na hivi. Kuna mstari kwenye kitabu cha Ayubu 9:24 inasema dunia imetiwa mikononi mwa waovu. Okay, tuachane na hilo. Sasa kumbuka hilo. Huku zimeanzishwa hizo project za wakimbizi. Hao wakimbizi wanachukuliwa, wanapelekwa. Wakipelekwa kule wanaenda kufanya kazi ambazo ingetakiwa zifanywe na Wamarekani weusi kwa gharama ya juu, lakini hawa watafanya kwa gharama ndogo ambao wanataka wao. Ndio. Unaona, kwa sababu lengo bado ni kuendelea huyu mtu kufanya nini? Kuminya. Alafu wakiingia pale wanaambiwa hawa watu weusi ni watu wabaya mno, ni majambazi, ni wauza madawa. Yani kwa hawa wa Afrika wanaotoka huku wakifika kule hawawezi wapenda tena. Hawawapendi hata kidogo. Yani watawachukia hapo kabisa. Yes, wale watu weusi wenzao wa kule. Kwa kiasi kwamba sasa inabidi mtu mpaka akae ndo aanze mbona hiki nilichoambiwa sicho? Mbona watu ni watu wazuri tu, umeona. Lakini na wale kule sasa mazingira waliotengenezewa ni ile sasa, unajua vile wanasema hiyo inakuwa ni vita, the only strong to survive. Mtu ambaye ndio yuko ana nguvu, huyo ndo ataweza kusurvive. Au wanasema survive for fittest. Kwa hiyo ndilo liko hivyo. Kwa hiyo hapa sasa tukaangalia hii umoja wa Afrika kama kumbukumbu ya ustaarabu. Kwa hiyo ilikuwa ni pointi ya kwanza. Pointi ya kwanza, umoja wa Afrika kama kumbukumbu ya ustaarabu. Sawa. Twende ya pili. Ya pili, falsafa ya kutegemeana katika fikra za Kiafrika. Tukumbuke kwanza falsafa ya kutegemeana katika fikra za Kiafrika. Kutegemeana, tunarudi wapi? Kwenye neno letu lile Ubuntu. I am because we are. Falsafa yetu hiyo cha kifalsafa cha Afrika moja kimejengwa juu ya maadili ya kutegemeana. Sawa. Ubinadamu wa Kiafrika unaodhihirika katika tamaduni mbalimbali unathibitisha kuwa uwepo wa mtu mmoja haujitengi na ustawi wa jamii. Mtazamo huu unakataa kujitenga kama udhaifu na kuinua utambulisho wa mahusiano kama nguvu. Lakini tuendelea, anasema falsafa hii inaiwezesha Afrika kutoa mchango wa kipekee katika fikra za kisiasa za dunia, utawala unaojengwa juu ya uwajibikaji badala ya kutawala kwa nguvu, na mamlaka yanayojikita katika huduma badala ya kujikusanyia madaraka. Sasa hapa ukiongelea hivi utakuwa unaongelea mifumo ambayo imeletwa Afrika. Na hii mifumo, mimi siku zote nitalaumu sana mifumo ya kidemokrasia. Kwa sababu mifumo ya kidemokrasia ililetwa maksudi kabisa. Walikuja kutambulisha mifumo ambayo haikujali wala haikuzingatia maadili tulionayo sisi kama wa Afrika. Okay, tuendelee hapa. Sasa mwandishi anasema Afrika moja inaweka falsafa hii si kama kumbukumbu ya kitamaduni, bali kama mfumo unaowezekana kwa utawala na diplomasia ya leo hii. Hiyo ni ya pili, maana kuna mali naelekea hapa. Alafu ya tatu, hiyo pointi ya tatu, umoja wa muundo wa kimaadili wa madaraka. Ambapo anasema katika jamii za jadi za Afrika, madaraka yalibeba mipaka ya kimaadili. Uhalali wa uongozi ulitegemea haki, kiasi na uwajibikaji kwa jamii. Mamlaka yaliyovuka mipaka ya maadili yalikuwa hatarini kukabiliwa na adhabu za kiroho na kijamii. Maana watu waliishi vizuri sana, tulikuwa na mifumo mizuri sana ya kuongoza. Na kitu ambacho watu hawakijui au hawakielewi, hawaelewi kuwa hata maadili, anapoongelea hapa maadili ya kiroho pia, ukumbuke Afrika ndio ilikuwa ina mifumo iliyokamilika ya ibada ya kuabudu. Na ilikuwa mizuri sana mwalimu. Ndio. Kabisa. Na kama ulivyozungumza mwanzo, kazi yao hasa ni kutuchonganisha, kutugombanisha. Ndio. Na ni kwa sababu wameshaona misingi
ya ambayo tunayo ama tulikuwa nayo ilikuwa mizuri, na maadili yalikuwa mazuri. Sasa baada ya hawa watu wakiendelea hivi, hapa hatuingii, tufanyeje? Tuwagombanishe, tulete chokochoko tu, yani wasielewane. Lakini mwalimu, tunaamini wao ndo walituletea, baadhi wanaamini hivi kwa sababu sisi tushapata akili kidogo. Tunaamini kwamba baada ya kutuletea dini ndio tumekuwa watu wema sana mwalimu. Hata ukimfuata mtu, hata ukimuuliza mtu wa dini atakujibu hivyo hivyo mwalimu. Tuwashukuru sana wamishonari. Na mtu anakuambia tuwashukuru wamishonari kwa sababu tulikuwa wachawi. Unaona, sana jaribu hata majina yetu haya. Najaribu kujiuliza, kwani kwenye jamii ile ya Wayahudi hakukuwa na wachawi? Kama hakukuwa na wachawi, andiko linalosema usimwache mwanamke mchawi kuishi lina usianaje? Unakumbuka wakati wa Mfalme Sauli, sauti ya Mungu imenyamaza, alienda wapi? Si alienda kwa wachawi wampandishie, tena walikuwa wapiga ndumba balaa. Tofauti kabisa na leo. Yaani mtu anaenda kuomba nipandishie mzimu wa nabii fulani. Na kweli mzimu unapanda na unaongea. Maana wengi wanajifichia hapo kuwa kama isingekuwa ni dini zimeletwa, tulikuwa ni wachawi bara. Lakini tukumbuke kuwa chanzo cha ibada ama kuabudu kulianzia Afrika. Umeona, hiyo tushiongeaga sana. Nakumbuka mwalimu. Hapa tuliongea Afrika imeplay part kubwa sana. Ukristo mwanzo kabisa umeanzia Afrika. Ulaya walikuwa hawajui kitu. Ukristo Ulaya umeenda miaka ya 300 na kuanzia 25 mpaka 31 wakati wa Constantine the Great. Naye pia ili kuunda hiyo tunaita hybrid religion ambayo ni Christianity, ilibidi aite wa Afrika. Umeona, wewe kukuambia kuhusiana na Pastor John. Alikuwa yuko hapo Ethiopia hapa ambapo Wareno walizunguka kuja lakini ndivyo. Kwa nini? Kwa sababu mifumo ya kuabudu, mifumo hii ya kiroho, hata kama ingekuwa ni kuabudu Mungu wa mbinguni au kuabudu miungu, ilikuwa imekamilika sana iko Afrika. Kwa hiyo hilo nafikiri watu watakiwa waelewe kwa eti tulikuwa tuko gizani, watu wanaabudu miungu. Wayahudi walikuwa hawaabudu miungu. Kwani mara ngapi walikuwa wanapigwa kwa sababu wameenda kuabudu miungu, wamejichanganya kwenye miungu. Unaona, kwa hiyo ni kujikataa. Shida moja ni kujikataa. Na Bwana Deogratias Festo, pale tutakapoanza kujithamini ndipo jamii zingine zitatuthamini na sisi. Tusipojithamini huwezi kuthaminiwa. Hata jamii ambazo si jamii zetu haziwezi kututhamini. Ndio, jamii sio jiheshimu, ni ngumu kuheshimiwa na jamii zingine. Wewe usipojiheshimu wewe, unategemea nani akuheshimu? Sawa. Tuendelee. Anasema kudhoofika kwa muundo huu wa kimaadili kuliharakishwa na mifumo ya utawala ya kikoloni, kulianzisha madaraka yasiyo na uwajibikaji na mamlaka yasiyo na msingi wa maadili. Unaelewa hiyo point? Unaielewa? Usiniitikie tu mwalimu. Hii kitu unajua kuna, hebu nisaidie kusoma kwanza. Kudhoofika kwa muundo huu wa kimaadili kulioharakishwa na mifumo ya utawala ya kikoloni, kulianzisha madaraka yasiyo na uwajibikaji na mamlaka yasiyo na msingi wa maadili. Nimekuomba unisomee kwa sababu ukisoma nawe ndio tutaenda pamoja. Hapa mwalimu, wewe unaelewaje? Kwa mimi ngoja jaribu mwalimu. Ndio. Kudhoofika kwa muundo huu wa kimaadili kulioharakishwa na mifumo ya utawala ya kikoloni kulianzisha madaraka yasiyo na uwajibikaji. Yaani walileta madaraka ya kwao. Ndio. Ambayo yalikuwa yanatugaidi sisi kufanya kile ambacho wao wanakitaka na kuweka viongozi wasio wajibu. Yes, wao ambao wanawataka wao, ambao watakuwa na watumia wao kwa manufaa yao.
Hapo niko sawa sawa mwalimu? Uko sawa kabisa. Hapo uko sawa kabisa. Sawa mwalimu. Alafu na mamlaka yasiyo na msingi wa adili. Yes, kabisa. Ndio maana sasa tunasema katika pointi ambazo ameziandika humu, tutakutana nayo hii pointi huko mbele kwa walitambulisha hao wakoloni. Umeona, kwa sababu hapa kumbuka ni mifumo ya utawala ya kikoloni. Sawa. Walitambulisha mifumo ambayo ilikuwa haijali maadili, haikuzingatia maadili ya Kiafrika. Sawa. Umeelewa? Lakini pia haikuzingatia uwajibikaji. Kwa sababu kiongozi lazima awajibike. Walikuwa wavivu. Ndio, yani wale viongozi walikuwa wako pale kwa ajili ya kulinda maslahi ya wale mabwana waliowapa mamlaka. Yes, colonial masters waliowaweka pale kulinda hiyo mifumo. Ndio maana unakuta kwa Afrika sio mbaya sana tukiongelea baadhi ya mataifa hasa yaliyoko kwenye hii Afrika Magharibi, West Africa kule. Ndio maana unaona wale jamaa watatu wamejiondoa kwenye umoja wa ECOWAS. Maana ile ni jumuiya, lakini jumuiya ilianzishwa kwa maksudi kabisa 1975. Ilianzishwa kwa maksudi kabisa ya kuinua uchumi wa hayo mataifa. Ila matokeo yake ile jumuiya imekuja ndani kama imevurugwa hivi. Umeona, kama imeingiliwa. Na kuingiliwa kwenyewe imeingiliwa na wakoloni. Na wakoloni walipoingilia basi tena manake unaona mataifa hayo ni tajiri, lakini nenda kaangalie umasikini unavyosumbua hayo mataifa. Kwa ndio maana hapa sasa mwandishi anasema kudhoofika kwa muundo huu wa kimaadili kuliko harakishwa na mifumo ya utawala wa kikoloni kulianzisha madaraka yasiyo na uwajibikaji na mamlaka yasiyo na msingi wa maadili. Unaona? Kumbuka movie ya Sarafina. Nakumbuka bwana mmoja alikuwa anaitwa Isabela nafikiri kama hivi. Unakumbuka yeye alikuwa ni anawatumikia makaburu. Kwa akawa anawakandamiza watu weusi wenzake. Okay? Afrika moja inasisitiza kuwa mgogoro wa utawala katika Afrika ya leo si wa taasisi pekee bali ni wa kimaadili. Mbele anasema umoja hauwezi kudumishwa pale ambapo madaraka yametenganishwa na wajibu wa kimaadili. Umoja hauwezi kudumishwa pale ambapo madaraka yametenganishwa na wajibu wa kimaadili. Ndio pale sasa unakuta kuna makundi mawili. Umeona, kuna kundi la walaji na kuna kundi la waliwa. Umeona Afrika huku. Kwa nini? Hii yote ni kwa sababu ya ukoloni. Ile mifumo ya utawala wa kikoloni. Ilivyokuja kutambulishwa huko Afrika, matokeo yake yakawa yako namna hiyo. Twende kwenye pointi ya 4. Pointi ya 4 kwenye hiyo sura ya kwanza. Pointi ya 4. Naomba unisaidie sasa kusoma kwa sababu naona kitabu hapo. Pointi ya 4. Msukosuko wa ukoloni na uundaji upya wa utambulisho. Msukosuko wa ukoloni na uundaji mpya wa utambulisho. Maana yake tulikuwa na utambulisho, identity yetu haikuwa hii tuliyodai. Kwa maana hapa ikabidi waje kuunda utambulisho mwingine wa kwao kwa ajili ya manufaa yao wenyewe. Ngoja tusome tuone. Ukoloni haukubadilisha mipaka tu. Unaona sasa hapo point imeanza. Maana yake kumbuka hapa juu hapa kichwa cha hii pointi ya 4 msukosuko wa ukoloni na uundaji mpya wa utambulisho. Hapa anaendelea anasema ukoloni haukubadilisha mipaka tu. Mpaka utambulisho wetu. Mpaka utambulisho wenu umebadilishwa. Sasa hapo ndo nakumbuka lile jina Kinta Kunte. Umepatia? Kunta Kinte. Utambulisho wake. Ndio kabisa. Okay. Sawa, tuendelee, tumalizie pointi nzuri sana. Uliunda upya utambulisho wa Mwafrika. Mataifa ya bandia yaliwalazimisha jamii tofauti kuingia katika ushindani wa kuishi na kubadili utofauti wa asili kuwa udhaifu wa kisiasa. Fikiri umeielewa hii point. Mwalimu, hii sinaingia katika yale mataifa ambayo yaliingia na mfumo ambao ni tunasema assimilation policy. Ndio. Katika ukanda wa Afrika Magharibi. Yes. Ilikuwepo kwa sababu pale utambulisho ndio hivyo yani kwamba tuishi ama waishi kama vile ambavyo wao wanataka, yani kama ni kuvaa kama ni kukaa hivi kutembea watembee ufanane nao angalau ukae hivyo. Lakini pia walikuta huku jamii zetu, maana sisi wa Afrika tunaamini kuzaliana. Sasa kuzaliana ni kweli. Wakaja wakatambulisha hiyo kuwa lazima uwe na mtoto mmoja au kama kwao vile wanavyotaka. Kwa sababu ule ulikuwa ule ni utamaduni wao, sio wa kwenu.
lazima. Lakini unashangaa leo hii mtu ana mtoto mmoja au watoto wawili na ni tajiri, ukimuuliza kwa nini, anakuambia maisha magumu. Saa hizo anapokuambia maisha magumu, amefuga mbwa 5 na anawalisha vizuri sana. Si unaelewa hicho kitu? Yaani vyakula wananunuliwa. Sasa unakaa unajiuliza, lakini hiyo yote ni kwa sababu ya nini? Dhana tumeprogramiwa. Yaani mpaka mtu mwenye uwezo haoni kama akizaa watoto wengi ni faida. No, yeye anachokiona, anaona kuwa no, maisha ni magumu. Kumbuka sasa maisha ni magumu, lakini hapo ndani mimi nimeona familia za hivyo. Yaani wana mtoto mmoja au wawili. Ukiwauliza mbona mna mtoto mmoja tu au wawili, wanakuambia no, maisha ni magumu sana. Hapo ndani ana mambwa ameyafuga hapo kama 5 na anayalisha vizuri sana. Maisha magumu hapo. Maisha magumu hapo. Lakini unakuja kugundua sasa utambulisho wa nani kwa sababu kwetu sisi ngoja niliache hiyo. Sije tukanini sana. Utambulisho. Ukoloni haukubadilisha mipaka tu. Mpaka utambulisho wetu sisi. Ngoja tuliache hiyo kwa sababu sasa sije tukawakwaza watu. Unajua mtu Mwafrika anatoka polepole, anatoka polepole. Kama ulivyosema, kwa wenzetu tamaduni wao kule wanyama ni familia. Lakini kwetu huku wanyama ni walinzi. Sawa. Unanielewa? Umelenga wapi mwalimu? Unamaanisha nini mwalimu? No, ni sawa. Tunaiga utamaduni kutoka kule. Kwa maana unataka kusemaje mwalimu? Kule kwao, wao. Point inayofuata inasemaje? Twende. Sawa. Si niendelee kusoma hapa. Urithi wa mamlaka yaliyoingizwa kwa lazima unaendelea kuathiri migogoro, uhamiaji wa watu, uhamaji wa watu na utegemezi wa kiuchumi. Umoja kwa hiyo unapaswa kueleweka kama mchakato wa kurekebisha historia, kurejesha mshikamano bila kufuta tofauti. Ndio. Kwa sababu kumbuka, Afrika kama nilivyosema ina utajiri ule wa yale makabila. Zile ndio tofauti zetu ambazo Mungu ametusaidia tuwe hivyo. Umeona, na ndio utajiri wenyewe ule utamaduni. Na ndio maana watalii wakija Afrika, hauwezi ukaimaliza Afrika. Ukiamua kwenda, kila kabila lina utamaduni wake. Kweli. Na kila mahali ukifika unaenda mahali pa asili. Yaani lazima tutafika. Hata wewe mwenyewe hapo ukiamua kutalii makabila yote ya hapa tu Tanzania, nenda kwa Wamasai watakwambia utamaduni wao. Nenda kwa Wairaki watakwambia utamaduni wao. Nenda kwa Wahadzabe watakwambia utamaduni wao. Ndio wale tunaona wakina Chaba wale. Watakwambia utamaduni wao. Ndio utajiri wa nini? Ndio utajiri wa Afrika. Twende sasa mfano kama taifa kama la Marekani au Umoja wa Ulaya. Hawana utamaduni. Kwa nini hawana utamaduni? Kwa sababu ni kitu kimoja hivi yani. Umeona, hata lugha wanaongea lugha moja na hivyo. Kwa hiyo sasa angalia hapa, nasema urithi wa mamlaka yaliyoingizwa kwa lazima. Urithi wa mamlaka kwa lazima. Hii haikuwa ya kwetu. Tena kwa lazima. Ndio, ulioingizwa kwa lazima. Yaani sio walituomba. Ndio. Yaani ilibidi ufanye. Usipofuata utauawa. Ndio kama ile mwalimu uliozungumza siku moja. Yani kule Kongo kule. Kwamba usipofanya jambo fulani unapewa adhabu. Yes. Sasa kukatwa viganja vya mikono. Ilikuwa ni kukusanya mpira, zao la mpira. Usipokusanya kiwango kilichowekwa, adhabu. Hizo ndio adhabu zao. Zilikuwa adhabu hizo za wa Belgiji. Yes, wakati ule wa King Leopold wa pili. Umeona? Ndio hii sasa nasema urithi wa mamlaka yaliyoingizwa kwa lazima. Alafu wakawai kila mahali. Kwa hiyo hata ukisema unafurukuta, wanafunga milango. Hata ukisema wanafunga huku na huku. Kwa ndio maana hapa nasema unaendelea kuathiri migogoro, yanaendelea kuathiri huo urithi wa mamlaka yaliyoingizwa kwa lazima. Unaendelea kuathiri, kuna migogoro, uhamaji wa watu na utegemezi wa kiuchumi. Yaani uhamaji wa watu ikiwa na maana gani? Kama wakimbizi? Yes. Maana watu wanahama kutoka mahali ambapo ni kwao, wanahamia kwingine. Umeona? Yaani wakimbizi
Ndio maana nimekuelewa hapo. Mfano kama vita vilivyokuwa vinaendelea sasa hivi dunia imefocus sana na vita vya Marekani na Iran, lakini vita vinavyoendelea hapa Kongo Mashariki huku ukiangalia, yani kwa mwezi mmoja watu milioni 7 wakawa wamehama makazi yao. Ni wengi. Umeona? Sasa hiyo ni nchi kabisa. Ndio. Watu milioni 7 wamehama makazi yao, na wanapohama huko wanakoenda sasa ndio wafike mahali wajue hapa labda ndio kama pana usalama, waweke kambi hapo. Lakini kumbuka huyu mtu tayari kule hawezi akawa na uchumi tena, kwa sababu hapo inakuwa ni kambi. Ndio unaona sasa mashirika ya Umoja wa Mataifa yanakuja kuwasaidia pale, wawaletee mahema labda na chakula hivyo. Sasa hawa watu hawawezi wakapiga hatua. Lakini shida inaanzia na nini? Urithi wa mamlaka yaliyoingizwa kwa lazima. Ndio kile nilichokuwa nakuambia, kabidi kutengenezwe namna wakimbizi na nini. Sasa wewe ukikimbia alafu leo ukaambiwa wewe umechaguliwa kwenda Marekani, si utafurahia? Si unaelewa? Kwa sababu unahamahama na hauna makazi maalum. Yes. Na mwisho wa siku ukiwa na hamahama unaona mateso tu. Ndio. Mateso tu. Yes. Nifanyeje sasa mwalimu? Lazima niende mahali ambako pana usalama mwalimu. Swali linakuja. Kwani hii ilianza na Waafrika wenyewe? Si kweli. Iliingizwa. Kama hii hapa, kama nilivyosema. Hii urithi wa mamlaka iliyoingizwa kwa lazima. Ni kama hiyo wakati wa King Leopold wa pili, usisahau sio wazungu ndio walikuwa wanawakata mikono wa Kongomani. Ni watu weusi wenzao. Kwa agizo la King Leopold ya wakoloni. Yes, kwa sababu kuna kabila pale wao waliambiwa nyinyi ndio mtawaongoza kwa sababu nyinyi mna akili kuliko hao. Sasa sikutugombanisha mwalimu wao. Kwa hiyo kujibu hiyo. Kwa hiyo unapaswa kueleweka umoja. Kwa hiyo unapaswa kueleweka kama mchakato wa kurekebisha historia, kurejesha mshikamano bila kufuta tofauti. Ndio hiyo unasema kutugombanisha. Umeona? Haya, Afrika moja inaweka umoja kama upatanisho kati ya historia na dunia ya kisasa. Kwa suluhisho hapo ni Afrika moja inaweka umoja. Ndio maana hapa mwanafalsafa ameandika Afrika moja bara la nuru. Kisha kuwa moja inaleta upatanisho kati ya historia na dunia ya bila kufuta nini? Kisasa. Bila kufuta utofauti. Leo mimi hapa ni Mnyakyusa, wewe hapo ni Muha, yuko Ima pale ni Masai, sijui yuko nani sijui ni Mchaga. Si unaona tuko tuna umoja. Lakini vipi kati yetu mmoja wapo akasema mimi nafikiri ni bora, mimi hapa Mnyakyusa ni bora kuliko haya makabila mengine. Haya akija mwingine haya naye Muha aseme mimi nafikiri mimi ndio bora kuliko hao. Manake tunaanza kufanya nini? Tunaanza kutengana. Ndicho kilichotokea, ndicho ambacho ule ukoloni ulipandikiza. Na ulipopandikiza hivyo matokeo yake tukajikuta tumefanya nini? Tumegawanyika. Ndio maana hapa kwenye hii pointi ambayo tumeisoma hapa, asema urithi wa mamlaka yaliyoingizwa kwa lazima. Maana haikuwa nini yetu sisi, haikuwa ni mifumo yetu, ilibidi waingize kwa lazima, ilibidi iingizwe kwa lazima. Kumbuka ukoloni, utake ustake utafuata. Ukumbuke ukoloni ulipomalizika, na ukoloni walikuwa wanatumia kitu kinaitwa divide and rule. Umeona, wagawe na uwatawale. Sasa tumemaliza ukoloni, tunawezaje kuwagawa? Ndio hii nimekurudisha Afrika Kusini. Kama unakumbuka kuwa wametushtukia sisi, kuwa hawa tukicheza nao wanatujua sisi ndio maadui zao, wachanganye tu wavuruge ili watawale vizuri. Waacha waanze kupigana wenyewe kwa wenyewe. Alafu kama sasa hivi angalia tu hiyo kwenye kombe la dunia, Afrika Kusini haisapotiwi tena na Waafrika. Waafrika wanaisapoti Mexico. Kwa hiyo hii ndio itakayokuja huku Afrika itakapokuwa imewatenga wa Afrika Kusini, ndio sasa wale waishinde Afrika Kusini vizuri. Yani maana Waafrika sasa tunajiona wale kama sio wenzetu. Kwa nini wanaua Waafrika wenzetu? Lakini tusijue kuwa ni mbinu na mkakati wa kutugombanisha Waafrika. Maana yule Mwafrika Kusini na wewe, nyinyi wote ni watu wamoja. Kwa hii ndio maana imekita mizizi. Ndio maana sasa unaona profesa hapa anaandika kitabu hiki. Twende kwenye pointi ya 5. Pointi ya 5. Afrika moja kama marekebisho, si mwitikio. Sio mwitikio. Yaani Afrika moja ni kama marekebisho.
Umeona, sio mwitikio. Twende kwenye maelezo. Afrika moja haijitokezi kama upinzani wa haraka dhidi ya nguvu za nje. Ndio, yani kwa maana kuwa Afrika moja sio tunakataa kuwa basi hatutashirikiana na mataifa mengine ya nje. No. Hapana. Ila tunachokitaka kusiwe na unyonyaji. Tunachokitaka kuwe na tutaendelea hapa, tumuangalia alichokiandika. Sawa. Ndio. Inajitokeza kama mfumo wa kurekebisha hali unaokabili mgawanyiko wa ndani huku ukishirikisha dunia kwa uwazi na heshima. Mradi wa umoja si wa kupinga dunia wala wa kujitenga. Badala yake unatafuta ushiriki bila kutawaliwa na ushirikiano bila kupoteza uwezo wa kuamua. Umeelewa hii point? Kile ninachokiongea hapa. Umeielewa vizuri hii point? Kuwa mradi wa umoja si wa kupinga dunia wala wa kujitenga. Sisi sio kujitenga. Afrika haitaki kujitenga. Kwa sababu mtu leo anapoongelea kuhusiana na Afrika tuwe wamoja, inaonekana ni kama huyu mtu anachuki na watu wa mabara mengine. Ndivyo huwa inatafsirika hivyo. Yaani mtu anapoanza kuongelea ile Uafrika, yaani kuwa tunatakiwa tuungane, inaonekana huyu anachuki na siku zote nimekuambia hapa kwa hatuna chuki na watu wa Ulaya, hatuna chuki na Wamarekani, no, ila tuna chuki na itikadi za ukoloni na itikadi za kibepari, ndizo tunazochukia nazo. Lakini hatuna chuki kabisa na mtu yeyote. Maana mtu mwingine hapa ni rahisi kutafsiri kuwa unajua huyu ana chuki na wazungu. Sio kweli. No, wazungu tunawapenda sana, ni ndugu zetu. Isipokuwa tuna chuki na itikadi ambazo itikadi hizo na watu wa hawa huko Ulaya kulikuwa na itikadi ya kikoloni. Alafu watu wengine hawa ni itikadi ya ubepari. Unaona? Itikadi ya ubepari ndani yake kuna unyonyaji. Ndio maana hapa profesa unaona anasema badala yake huu umoja unatafuta ushiriki bila kutawaliwa. Yaani tuwe washirika, sio sisi wa kuamuliwa. Umeona? Sasa mwalimu ndo hapo sasa unakuta tukitafuta sisi kujitawala. Ndio hawataki sasa mwalimu. Ndio maana sasa silaha pekee ambayo na wao wanaijua kuwa hii ni silaha hatari ni nyinyi kuungana muwe wamoja. Hicho tu. Yaani hilo haya twende hapa anasemaje? Anasema badala yake unatafuta ushiriki bila kutawaliwa na ushirikiano bila kupoteza uwezo wa kuamua. Hatuna uwezo wa kuamua. Sasa ndio natufanya sisi tusiweze kuamua mambo yetu. Ndio maana sasa mwarobaini wake Afrika moja. Tujitambue na tuungane, sio tukujitambua. Tuungane, letu liwe moja. Umeelewa? Kuna mahali nakimbia hapa kidogo. Twende pointi ya 6. Pointi ya 6 nasema jiografia kama hatima na wajibu. Sawa. Jiografia ya Afrika si ya bahati wala ya pembeni. Imewekwa katika makutano ya njia ya biashara za dunia. Imebarikiwa kwa utofauti wa ekolojia na wingi wa rasilimali na inachukua nafasi ya kimkakati katika uthabiti wa dunia. Umeona, nafikiri unakumbuka ile triangle. Ndio maana hapa mwandishi anasema imewekwa katika makutano ya njia za biashara. Makutano ya njia za biashara. Kitovu. Yes, kitovu. Umeona? Sawa, naendelea mbele. Afrika moja inaelewa jiografia kama wajibu, nafasi na rasilimali za bara zinadai uongozi, si unyonyaji. Hapo tuende kidogo pole. Sawa. Afrika moja inaelewa jiografia kama wajibu. Yaani jiografia ya Afrika ilivyo. Alafu anasema nafasi na rasilimali za bara zinadai uongozi. Maana yake kukiwa na nafasi na rasilimali bila kuwa na uongozi thabiti, matokeo yake ndio maana Afrika mpaka leo haijui kwa nini ni masikini. Ni kwa sababu ya mifumo
tunarudi pale kwenye pointi ile ya ngapi ilikuwa pointi ya 4 pale. Biaka anasema urithi wa mamlaka yaliyoingizwa kwa lazima. Ndio hii sasa inakuja hapa, anasema kuwa anasema Afrika moja inaelewa jiografia kama wajibu, nafasi na rasilimali za bara zinadai uongozi na si unyonyaji. Kwa sababu unapokosekana uongozi thabiti, unyonyaji unaingia. Ndio maana Afrika inaendelea kunyonywa na watu wageni. Usimamizi si uchimbaji holela. So unaona hii mwandishi alivyoandika, kwa sababu inachohitajika ni nini? Usimamizi, na sio watu wanajichimbia tu. Mfano wa hiyo ni kama Kongo pale. Kongo wanajichimbia tu, unaona, yani kinaundwa kikundi cha wahuni, kinaanza pale, basi watu wanaendelea kuchimba na kuendelea kuchota madini pale. Alafu wanaendelea anasema kusimamia vibaya jiografia ni kuisaliti hatima. Umeelewa? Manake ile hatima ambayo inatakiwa ifike. Kwa sababu ya kufanya hivi ndio huwezi kufikia hatima, unakuwa umeisaliti. Ndio, umeisaliti hatima. Sawa. Kwa sababu umesimamia vibaya nini? Jiografia. Okay, nilikuwa nakimbilia kwenye pointi ya 7 ili tumalize hapo kwa leo. Sawa. Pointi ya 7 inasemaje? Pointi ya 7 inasema hivi. Ndio. Tanzania na utekelezaji wa mshikamano wa kitaifa. Sawa, tusome. Tanzania inatoa mfano wa kujifunza kuhusu namna umoja unavyoweza kujengwa kwa makusudi kupitia ujumuishaji wa lugha, uundaji wa utambulisho wa kitaifa na siasa za kiasi. Tanzania imeweka mshikamano mbele ya mgawanyiko. Mshikamano mbele ya nini? Mgawanyiko. Tanzania inatoa mfano wa kujifunza kuhusu namna umoja unavyoweza kujengwa kwa makusudi. Usisahau Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alisema hatuwezi kujiita ni nchi huru kabla ya Afrika yote haijawa huru. Nakumbuka. Na mchakato wa Julius Kambarage Nyerere ulikuwa ni kuiunganisha Afrika iwe kitu kimoja. Iliposhindikana akaamua basi haina shida, waacha tuunganishe Uganda, Tanzania na Kenya. Bado ikashindikana, Nyerere bado wakaona hapana, basi tuweke nini ule nini umoja ule wa hizi nchi za Afrika Mashariki, EAC kipindi kile, unakumbuka? Haya, iliposhindikana bado hiyo tena bado alitaka, ndio maana unaona Tanganyika na Zanzibar zikaja zikaungana na kutengeneza nini? Kutengeneza Tanzania. Okay, ukiachilia mbali hiyo, lengo la Nyerere lilikuwa kuunganisha Burundi. Kipindi cha mwaka 1960 alikuwa hapo pale, alikuwa anaitwa waziri mkuu wa kwanza wa Burundi, alikuwa anaitwa Louis Rwagasore, ambaye aliuawa wiki mbili tu, lakini ilikuwa lengo lake ni kuunganisha hivyo. Haya, ukienda kulikuwa na mpango tena wa Tanzania, Zambia na Kongo ziungane ziwe kitu kimoja. Nafikiri unakumbuka niwahi kukuambia hapa vile ambavyo sasa wakijadiliana alafu wanashangaa siri zao zote zimevuja, ziko nje. Nyerere anauliza ni nani, kumbe ni Mobutu. Mobutu akiulizwa anamwambia Nyerere, naona Tanzania imekushinda, mimi niruhusu nije. Yani na Mobutu ndo alifanya Kongo iko inapitia hali inayopitia mpaka leo hii. Kwa hiyo anasema kupitia ujumuishaji wa lugha, uundaji wa utambulisho wa kitaifa na siasa za kiasi. Angalia utambulisho kwanza kupitia ujumuishaji wa lugha. Tuna makabila mangapi hapa? Makabila Tanzania zaidi ya 120. Yes, kama 130. Lakini angalia tunaunganishwa na lugha moja ya Kiswahili. Kwa ndio hii sasa Afrika moja inatakiwa izungumze lugha moja. Afrika moja iwe na sarafu moja. Afrika moja iwe na jeshi moja. Afrika moja iwe na rais mmoja. Afrika moja iwe na mikakati na mipango ya muda mrefu. Umeona? Anasema Tanzania imeweka mshikamano mbele ya mgawanyiko. Yaani migawanyiko haitakiwi. Ingawa changamoto bado zipo, uzoefu wake unathibitisha kuwa umoja haurithiwi, unajengwa kupitia sera, utamaduni na uongozi wa kimaadili. Na ndio maana mwisho wa siku sisi wote ni wamoja. Na hapa anasema Afrika moja inaitambua Tanzania kama maabara hai ya uwezekano wa bara zima. Yaani kama Tanzania imewezekana, kwa nini Afrika isiwezekane? Umeelewa hiyo? Kuelewa mwalimu. Kama Tanzania imewezekana kuunganisha haya makabila ambapo ndio kungetakiwa kuwe na fujo za kueleweka. Lakini tumeweza kuungana kwa pamoja hivi, Tanzania imeunganishwa. Je, hii kama maabara tunashindwaje sasa
Afrika yote iweze kuungana. Asante sana Bwana Deogratias. Asante msikilizaji, tumekuwa na wakati mzuri sana katika sehemu hii na tumepata kuelezewa na kufafanuliwa katika sura ya kwanza, licha kwamba kuna vipengele tumeviacha. Nafikiri wiki ijayo tutavimalizia. Tupo kwenye kitabu hiki cha Afrika Moja, Bara la Nuru. Kitabu hiki kimeandikwa na Mheshimiwa Nabii Mkuu Profesa Jodevi Mstahiki, meya wa Amani. Kitabu ambacho kinazungumza mambo mengi kweli kweli. Tutaendelea kutazama na kuangazia kile ambacho kimeandikwa na kwenye kitabu hiki. Naamini yako mengi ambayo utapata kujifunza kupitia vipindi mbalimbali. Wakati sasa tupate wimbo huwa hapa. Nitarejea mara baada ya wimbo huu.